because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Sawa. Mada iliyopita tulikuwa tunazungumza matawi matatu. Na basi kwa ufupi tulizungumza kuhusu hayo matawi matatu. Nimepokea barua pepe kadhaa. Yesu Kristo. Mimi sina yogo. Mimi si mume, sina yogo ya ndoa. Wewe huwezi kuwa na yogo ya ndoa. Lakini una yogo ya Yesu Kristo. Kumbuka alisema, nicheni nira yangu juu yenu nanyi mjifunze kwangu. Tuisome mstari huu wa Biblia kutoka Mathayo 11. Mada ya leo ni nira iliyo rahisi na pia ni nyepesi. Hiyo ndiyo mada kuu, nira rahisi na nyepesi. Inasema Mathayo mlango wa 11, mstari wa 28 hadi 30. Njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa, nami nitawapumzisha. Nicheni nira yangu juu yenu, mjifunze kwangu, nanyi mtaona raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu hailemi na mzigo wangu ni mwepesi. Naam, kwa wale walioniandikia ambao hawana yogo ya ndoa, ninataka kuwaambia kwamba nira hii mnayo nayo ambayo ni ya kiroho, kuna nira ya ndoa ambayo ni ya mwili. Na pia kuna nira ya kiroho ambayo ndiyo tunayo sisi sote tulioitwa na kuchaguliwa. Hiyo ni nira ambayo ni muhuri, imefungwa na Roho kwa ajili ya siku ya ukombozi. Basi inasema, mjifunze kwangu. Mjifunze nini? Kweli ni lazima ujifunze kwamba ukiamua kuvaa nira sasa, kwa kuwa huna na unafikiria kuwa au kuungana na mtu, kwa kuwa uko nayo, jifunze kuhakikisha nira unayotafuta ni bora, kwamba ni mwenzi anayefaa. Wa kwanza, ikiwa uko katika huduma, huwezi kutafuta nira ya mtu ambaye hajaokoka, mtu ambaye hajaangaziwa, kwa sababu wale wenye nira wanaoishi na watu wasioamini hawawezi kustahimili, huoni giza na nuru. Wewe umeangaziwa na mtu mwingine hajakuangaziwa, na inakuwa vigumu kuishi na mtu ambaye hajaangaziwa. Katika hatua hii ya huduma, wale wasiooa, isipokuwa kama wanataka kufuata ushauri wa Paulo ambao unasema, ingekuwa vyema mwanamume akae kama mimi, bila kuoa, ikiwa ana karama ya kujizuia. Kwa maana mtume Paulo, tusome Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 aya ya 7. Anasema, mtume Paulo anasema katika barua ya kwanza kwa Wakorintho 7 mstari wa 7. Anasema, ningependa zaidi wanaume wote, sikia, wote kabisa. Paulo ni mkali. Wangekuwa kama mimi. Lakini kila mmoja ana kipawa chake mwenyewe kutoka kwa Mungu, mmoja kwa njia moja na mwingine kwa njia nyingine. Nasema kwa waseja na wajane ingewafaa kubaki kama mimi. Lakini ikiwa hawana kipawa cha kujizuia, waolewe. Ni afadhali kuwa kuliko kuendelea kuungua. Hifadhi neno hilo, kuungua. Kwa sababu kwanza kabisa tunaelewa kwamba ndoa ni heshima. Inasema huko, narudi tena Wakorintho wa kwanza 7:7. Lakini ili kuwa na msingi wa kibiblia wa ndoa, Paulo akizungumza, anasema katika
Waibrania mlango wa 13 mstari wa 4, ndoa na iwe na heshima miongoni mwa wote, na hata kitanda kisichonajisiwa. Lakini waasherati na wazinzi Mungu atawahukumu. Lakini ndoa na iwe na heshima miongoni mwa wote. Kwa hiyo basi, kweli ni vyema kuoa, lakini kwa msaada unaofaa, na mtu ambaye tayari unamjua, ambaye unaona maadili yake, ambapo unaona akili yake, na kisha unaunda ndoa nzuri. Kwa maelewano. Kwa sababu Paulo anasema hapa kwamba ikiwa huoi na huna kipawa, basi inawezekana unaingia katika hali unajitesa. Na neno kuteseka hapo linamaanisha unajiharibu. Unajisumbua. Kwa sababu Mtume anatueleza kwamba mwanamume anapoungana na mwanamke huwa mwili mmoja. Kwa hiyo ikiwa unaishi bila mpangilio na huwezi kupanga mawazo yako, basi unaishi maisha ya uasherati. Tazama Paulo anasema kuhusu uasherati huko Wakorintho wa kwanza 7. Aya ya 7. Mlango wa 7 aya ya 2. Lakini kwa sababu ya uasherati kila mwanamume na awe na mke wake, na kila mwanamke na awe na mume wake. Ndoa na iwe na heshima miongoni mwa wote, ni vyema kuoa, lakini na mtu sahihi kabisa. Nasema ikiwa tayari una nira, unapaswa kushughulikia jambo hilo hadi uwezavyo na hadi utakapofikia. Lakini Paulo anashauri hivi kwa sababu huko Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 16 hadi 20, tusome hii. Wakorintho wa kwanza 6 aya ya 16 hadi 20, tazama anasema nini? Au hamjui kwamba anayeshikamana na kahaba huwa mwili mmoja naye? Kwa maana anasema hao wawili watakuwa mwili mmoja. Fikiria ikiwa unaishi bila mpangilio. Wiki hii uko na mwanamke na wiki ijayo na mwanamke mwingine, au wiki hii uko na mwanamume na wiki ijayo na mwanamume mwingine, unajifanya mwili mmoja na mtu huyo, hata kama huendi kwenye madhabahu. Hapa tunazungumza kuhusu sheria za kiroho. Hata kama hujawa, ikiwa unaendelea kufanya uasherati. Mtume anasema hapa, mkimbieni. Tazama anavyosema mstari wa 18, mkimbieni uasherati. Dhambi nyingine yoyote ambayo mtu atafanya iko nje ya mwili, lakini yeye afanyaye uasherati dhidi ya mwili wake mwenyewe anafanya dhambi. Hapa hatuzungumzii dhambi na Mungu, tunazungumza kwamba unajikosea mwenyewe. Kwa kweli unakosea mwili wako, kwa maana kuna sheria za kiroho zinazosema kwamba unapoungana na mwanamke huwa mwili mmoja naye, mwili mmoja. Na basi, ikiwa unaishi ukijitesa hivi, utajidhuru, utajiharibu. Sahau kuhusu wokovu. Hapa hatuzungumzii wokovu. Tunazungumza kuhusu wokovu wa kila siku, katika ushuhuda wako na katika maisha yako ya kila siku. Unatafuta kilicho bora kwa sababu tazama jinsi Vatican inavyoishi ikijitesa. Inaonekana ni neno lile lile, usije ukajitesa. Na Vatican na makuhani hawa wote wanapochukua, wanaapa nadhiri ya useja, na kisha hawana kipawa cha kujizuia. Kisha tamaa zinapokuja, wanaanza kufanya uasherati. Wanafanya uasherati na watoto, wanafanya uasherati na wanawake, wanafanya uasherati na wafalme wa dunia. Kwa kisiasa kuna njia nyingi za uasherati, na kwa hivyo ndiyo maana Vatican yenyewe inajiangamiza yenyewe, kwa sababu yule anayewaka anajiangamiza. Kuungua maana yake ni kujidhuru, kujiangamiza, na kisha inapoteza uaminifu. Kwa hivyo mbarikiwa wa huduma yetu, ambaye anaishi maisha ya fujo na anapenda kutupa maua huku na maua pale na kuzungumza na kama kwamba hajiamui.
basi anachofanya ni kujichoma na kujidhuru hadi asiaminike tena. Unajiangamiza. Nasema ni kwamba zamani niliona, ni kwamba zamani. Hatuzungumzi kuhusu zamani, mbarikiwa, tunazungumza kwamba mabadiliko yanakujia. Tunaongelea sasa kwamba wewe umekomaa. Huwezi kuipa mwili nafasi kwa sababu unajua mwili uko kinyume na roho na roho iko kinyume na mwili. Na mimi sitaki, kwa sababu sitishi yule hapa aliye huru na dhambi. Atume jiwe la kwanza. Kama neno linavyosema, sisi tuko huru na tumeuawa kwa dhambi. Si tu huru bali tumeuawa kwa dhambi. Lakini ninachojaribu kusema, hatukemei bali tunashauri kuishi maisha bora. Na bora zaidi. Na isitutokee kinyume. Na najirekebisha katika hili. Katika mfano wa harusi, unakumbuka kwamba walimkuta mtu katika karamu ya harusi ambaye hakuwa amevaa mavazi vizuri. Alikuwa kwenye karamu, inaonekana alialikwa. Na kwa maana ya picha, walipomkuta bila mavazi, ni kama kusema kwamba mbarikiwa wa huduma yetu ambaye amepewa nuru amealikwa kwa mabadiliko, lakini hataki kuvaa Kristo. Unakumbuka Waefeso? Inasemaje? Mmevaa mwanadamu mpya aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Inasema katika Waefeso, hapa iko sura ya 4 aya ya 24. Waefeso 4:24 inasema, na mmevaa mwanadamu mpya aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Inamaanisha kwamba wewe unatarajiwa kupatikana umevaa maarifa ya mwanadamu mpya. Na kwa ajili hiyo lazima uweke njia za sawa kwa miguu yako. Huwezi kuishi katika uasherati, huwezi kuishi kwa udanganyifu. Huwezi kutembea kwa machafuko na kujiita mbarikiwa na kwa nambari 666 juu na watu wanaotazama. Kwa sababu hiyo ni tamasha mbaya. Hizo si kazi nzuri kwa maisha yako. Kwa hiyo fanya picha, huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Unajua ni nini wewe mbarikiwa? Mabadiliko yanafika na ghafla unaona wengine wakiwa na mwili wa kutokufa na wewe kawaida, kama vile hakuna kilichotokea. Ni kama mtu anapata tuzo na haangalii vizuri nambari za tuzo na hajui alishinda, na anaziweka kando. Na wakati mwingine tuzo hizo zina tarehe fulani ya mwisho, na ghafla siku moja unaangalia na kugundua kuwa ulishinda dola milioni 14, lakini huwezi tena kuzidai. Sikiza, kweli ni kusaga meno. Kwamba wewe ukiwa unakuwa katika neema, ukiwa umepewa nuru, na kwa kutovaa usishiriki katika mabadiliko. Hiyo ni kilio na kusaga meno. Lakini ninapokea kwamba huna subira hadi saa ya pili ya usiku, ikiwa umeitwa kuwa sadaka ya kwanza. Ishi kama mojawapo ya sadaka za kwanza. Tamani vitu vizuri, vyote vilivyo safi, vyote vinavyopendeza, vyote vinavyo sifa njema. Fikiria haya. Kwa hivyo, mbarikiwa wasio na nira. Ama unajitia nira au unatembea kutafuta nira bora kwa maisha yako. Na wale walioolewa, basi kama tulivyozungumza katika mkutano uliopita, kutafuta vitu bora zaidi kwa ajili ya ufalme. Nitasoma aya ya mwisho. Sura ya 6 mstari wa 19, au hamjui ya kwamba mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, ambaye mnaye kutoka kwa Mungu, na kwamba ninyi si wenu, kwa sababu mlinunuliwa kwa bei. Mtukuzeni basi Mungu katika mwili wenu na katika roho yenu. Katika maeneo yote mawili, tazama, mtukuzeni basi Mungu katika mwili wenu na katika roho yenu, ambazo ni za Mungu. Zote mbili ni za Mungu. Mwili wenu ulinunuliwa, ulinunuliwa kwa bei ya damu. Roho yako imekamilika kwa sadaka moja.
Kwa hivyo mbarikiwa, ninaaga. Itakuwa hadi wakati mwingine ambapo tutaweza kuendelea kushiriki ujumbe wa ufalme katika wakati mabadiliko yanafika. Tutaonana baadaye na itakuwa hadi mkutano ujao.